Haleluya. Haleluya kanisa. Nilipokuwa nimeambiwa kwamba nipate nafasi ya kuhudumu, nilikuwa najaribu kuangalia ujumbe gani ambapo hakika nitahubiri, na nia yangu na makusudi yangu yalikuwa tuwe na nafasi nzuri ya kufundishana, lakini nataka kwamba kwa sababu ya muda tutaenenda tu. Kwa hivyo kila ambacho Bwana atakupa ukipokee hicho. Haleluya. So katika hiyo hali kuna hili neno ambapo lilikuja ndani mwangu nikiwa nikitafakari kwa Bwana kuhusu ni ujumbe gani ambako Bwana unataka watu wako wakasikie. Hili neno likakuja, neno moja tu likakuja ndani mwangu. Hili neno ndilo tunaenda kuliangalia siku ya leo, na Bwana majeshi anaenda kutubariki. Haleluya. Haleluya. So kuna ujumbe au kuna neno ambalo tulisoma asubuhi kwenye kitabu ambacho ni cha Zaburi 37 mstari wa 5. Nani ana Biblia ya Kiswahili tafadhali hapo anisomee. Zaburi 37 mstari wa 5. Nitasoma. Mkabidhi Bwana njia yako, pia umtumaini naye atafanya. Kiingereza. Psalms 37 verses 5. Commit your way to the Lord, trust in him, and he will do this. He will make your righteous reward shine like the dawn. Amen. And your vindication like the noonday sun. Amen. Hallelujah. Nataka kwamba ukiwa na nafasi ukasome hiyo chapter nzima ya Zaburi 37. Hallelujah. Because Biblia inasema kwamba we commit our ways unto the Lord and trust unto him and he will do the following. Hizo ambako anafanya ndio zinaanzia hapo mstari wa 6 ikiteremka. Hallelujah. So neno ambalo lilinijia ni neno ambalo ni commitment. Hallelujah. Commitment. Nikataka kujua sana kuhusu commitment. Hello. Nikafanya upelelezi, nikawa na maandiko. Hilo andiko likakuja kwenye akili zangu, na kuna baadhi ya maandiko ambako nitakupa, labda ukiwa na nafasi utaenenda kujisomea. Hii ni research yote ambako nilikuwa nafanya, na kama kungekuwa na wakati tungeenenda zaidi. So mhubiri au mwandishi wa Zaburi 37 anatutia nguvu au analitia kanisa nguvu, anawatia wana wa Mungu nguvu. Haleluya. Anawatia waamini wa Kristo nguvu. Haleluya. Ya kwamba kwanza zikabidhi njia zako kwa Mungu. Haleluya. Yaani hilo ndilo neno ambalo ni la maana kwa maisha ya kwako na kwa maisha ya kwangu. Ya kwamba kwanza tulikabidhi njia zetu kwa Mungu. Njia zako umekabidhi kwa nani? Unaelewa na unajua. Haleluya. Na nataka kuuliza, vile ambavyo njia zako kwa yule ambaye umekabidhi kwake anakupa jawabu kali. Haleluya. Ni lazima wakati ambako unapeana njia zako kwa mtu, kuna kitu ambacho unatarajia kukipokea. Je, njia zako kwa muda wote ambako umeishi hapa chini ya jua umezikabidhi kwa nani?
Na ni thawabu gani ambako umepata baada ya kukabidhi njia zako kwa huyo mtu? Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Neno la Mungu linatuambia kwamba kwanza, haleluya, tukabidhi njia zake kwa nani? Kwa Bwana. Haleluya. So nikaona kwamba kuajibika ni kujitia muhanga, yaani ni kitu ambacho ni personal decision. Haleluya. Ni kwamba kama unataka kukabidhi njia zako kwa Mungu, ni uamuzi wako wa kibinafsi, ya kwamba kwanza hautaangalia ni nani. Nataka kanisa tukatoke hapo, haleluya, ya kwamba ni nani anayekuja kanisani ndio niende. No, tumepita hicho kiwango. Haleluya. Ni nani ameenda ushirika ndio nienende. No, toka huko mpendwa. Haleluya. Ni nani ambaye anapatikana katika ibada ya leo no, huko tupoke. Kama tunataka kufanikisha njia zetu na Mungu, kama tunataka ushirika wetu na Mungu uwe sawa, kikao cha mbele ni kumpatia Mungu maisha yako, akili zako, mawazo yako na nia zako. Haleluya. Kwanza mpatie Mungu. Jipeane kwa Mungu. Unapojipeana kwa Mungu, kuna zawadi, kuna msaada, kuna amani, kuna uzuri. Wakati ambapo unajipeana kwa Mungu, haleluya, nataka kuambia kwamba utafuna mazuri. Mungu ana mazuri ya kila mmoja wa kwetu, lakini hatupati hayo mazuri ni kwa sababu hatujapeana njia zetu kwa Mungu. Asubuhi akili zetu zimejaa mambo ya kwetu ambako tutakayafanya, na kweli tunayafanya na hayatupeleki mahali. Halo, Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwamba mkabidhi Bwana njia za kwako. Nikabidhi Bwana njia za kwako. Haleluya. Wakati ambapo nimemkabidhi Bwana njia za kwangu, ninamruhusu Mungu anachukua ushukani. Sio mimi ninajitawala. Hapana. Haleluya. Sio akili zako zikuongoze. Hapana. Unamruhusu Mungu katika moyo wako, katika akili zako, katika mawazo yako, ya kwamba akachukua ushukani na akutawale. Na wale ambako wanatawaliwa na Roho wa Mungu, wale ambako wanaongozwa na Roho wa Mungu, wana ufunuo ambako ni wa Mungu. Haleluya. Ni nini ambacho kimejaa katika moyo wako? Ni mambo yako ambako umeyaruhusu kukutawala. Hayo ndio yamejaa katika moyo wako. Na hayo mambo ambako yamejaa katika moyo wako, kama ni vitina, haukosi kutafuta mtu wa kulepeleka vitina. Je, vitina vimeleta faida gani kwa maisha ya kwako? Masengenyo ambako yamejaa kwenye moyo wako yameleta faida gani? Haleluya. Yameleta faida gani? Masengenyo, kile ambacho kimejaa, kila mtu anajua kile kimejaa katika moyo wake. Haleluya. Biblia inasema kwamba ayajuae mawazo ya Mungu ni Roho wa Mungu. Haleluya. Yeye ndiye anayejua mawazo ya Mungu. Ayajuae mawazo yako ni Roho wako. Anaelewa roho wako. Roho yako inajua mawazo yako, inajua kauli zako. Roho wako anaelewa. So ninaposema kwamba wewe unajifahamu, unaelewa vile ambavyo ulivyo, hakika hakuna mtu ambako anaweza. Okay, wacha nitoke pale. Haleluya. Wapendwa, kuna uzuri wakati ambako tunamkabidhi Mungu njia zetu. Alafu sehemu ya pili ya kwamba tumtumainie. Haleluya. Ya kwamba kuna mambo mawili hapa katika mstari ambako ni jukumu la mwanadamu kutekeleza. Jambo la kwanza ya kwamba wewe ukabidhi Mungu njia zako. Alafu jambo la pili ya kwamba umtumaini huyo Mungu. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba wanayemtumaini Mungu ni kama mlima Sayuni, hawata
kutingizika. Haleluya! Ya kwamba wakati ambako umeweka tumaini lako kwa Mungu mpendwa, hali zinapochipuka, wewe hauangalii hali, unamwangalia Mungu unayemtumaini. Na huyo Mungu unayemtumaini kwa uhakika ataleta jawabu kwenye hizo hali. Haleluya! Unakuta kwamba wakati ambako tunakokosa kumtumaini Mungu katika maishani mwetu, hapo ndipo tunaweka akili zetu kwa kutafuta msaada kwa wanadamu. Na wanadamu anapokosekana unaanza kumtukia. Si ni kweli? Ni wangapi ambako wameweka tumaini kwa wanadamu, alafu mwanadamu akakosa kutokezea? Na wakati ambapo amekosa kutokezea, ni jinsi gani ambapo ulijibiwa hisi kuhusu huyo mtu ambako ulikuwa umeweka tumaini kwake? Haleluya. So tutie tumaini letu kwa huyu Mungu. Wakati ambako tunamtumaini Mungu, Mungu hushuka. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu ambacho ni cha Yeremia 17 haleluya, ya kwamba amtumainie mwanadamu amelaaniwa. So kile ambacho Mungu hataki ni ya kwamba sisi ambapo tumeumbwa na Mungu, sisi ambapo tumeokolewa na neema ya Kristo Yesu, hatuendelei tena kumtumaini mwanadamu. Haleluya. Tumtumaini Mungu katika maisha ya kwetu. Wakati ambapo unamtumaini Mungu katika maisha ya kwako mpendwa, nataka kuambia kwamba wokovu wako umetayarishwa. Haleluya. Uponyaji wako umetayarishwa. Kuondoka katika hizo hali ambako zimekukumba umetayarishwa na huyo Mungu. Biblia inasema kwamba hakuna jaribu ambalo linalompata mwanadamu lisilo la kawaida, lakini katika kila jaribu Mungu hufungua mlango wa kutokea. Haleluya. So Mungu, nataka kuambia mpendwa ya kwamba Mungu ana kila jawabu la tunalolitaka kuanzia wakati huu. Haleluya. Jawabu ambapo unalolitaka Mungu analo kwa maisha ya kwako, lakini kwa sababu umemnyima nafasi katika maisha yako, ndio maana hilo jawabu halitokei. Haleluya. Haupati hilo jawabu ni kwa sababu umemnyima Mungu katika moyo wako. Katika nafasi ya Mungu umeweka kitu kingine. Hello church. Bwana Yesu asifiwe. Tumtumaini Bwana. Hilo ni neno ambalo linatia nguvu ya kwamba we may commit. Wakati ambako wakati ambako mama amejikomiti kwa bwanake, mama amejipeana kwa mumewe. Ukweli ni kwamba mume wako atambua kwamba wewe umejipeana kwake kwa hali zako zote. Ni mume tu, kile ambacho anacho, siri ambazo anazo zote atakufichilia. Wakati ambapo ataona kule ile commitment ambako umepeana kwake, niambie hiyo nyumba ni wakati gani ambapo itakuwa na msongamano? Hello church. Bwana asifiwe. Yes. Ni wakati gani ambako vitina zitatokea kwenye hiyo nyumba? Usikie kukaenda kukafanyika ABCD. Never. Kwa sababu amejitolea na kujipeana kwako. Haleluya. Kila uamuzi ambapo atafanya, jambo la kwanza atakaa chini na wewe mkaweze kuzungumza na mkafikiane. Ni kwa sababu ya nini? Ya commitment. Haleluya. Bwana asifiwe. Ametoa moyo wake wote, amempatia bwanake. Bwana pia akatoa moyo wake akampatia mkewe. Haleluya. Let me tell you, wakati ambako tutakuwa katika huo ushirika, let me tell you, hiyo ni kweli ya kwamba wakati ambako mwingine atakuwa mbali, kile ambacho anawaza hicho ndicho unachokiwaza, kwa sababu mioyo zenu zote zinashikamana.
Haleluya. Mioyo zenu zimefanya nini? Zimeshikamana. Akifanya uamuzi leo hata bila kukuuliza, utakuja kwa nyumba, kila ambacho umeshinda nje, kila ambacho moyo wako umetamani kukula, hicho ndio unakuta kwamba kimepikwa kwenye nyumba. Ni kwa sababu gani? Ya ushirika ambako uko katika kiroho. Haleluya. Ushirika ambako uko katika kiroho, ndio unakuta kwamba wakati ambako tunakuwa na ushirika na Mungu, tunahisi uwepo wa Mungu. Ni kwa sababu gani? Connection yetu ya kiroho na Mungu iko sawa. The moment connection yako ya kiroho na Mungu haiko sawa, hata watu waabudu hapa wasisi uwepo wa Mungu, wewe utakuwa unaona tu ni kama visarakasi, haitakuguza. Bera toka huko, ufanye maamuzi ambako yataleta ushirika wa Mungu na wewe uwe karibu. Haleluya. Wakati ambako unafanya uamuzi wa Mungu au unafanya uamuzi ya kwamba kuna ushirika kati yako na Roho Mtakatifu. Kuna watu ambapo hukuja kanisani wanasema kwamba nataka ni connect na Roho Mtakatifu, sio? Wakati ambapo unataka kuomba hizi chochote, I need kwanza nifanye nini? Niabudu, ndio connection iwe. Nataka ni msifu. Kuna ile style ambapo mtu mwenyewe huona analeta ule uwepo wa Mungu unakuja. Kuna kitu ambacho mtu hufanya, sio kweli? Kuna wengine ukitaka kuomba unafanya nini? You must first of all, maybe unapenda worship, unaipeana kwa worship. Unatafuta nini? Unatafuta nini? That princess, ile connection ndio iwe. So wakati ambapo unaomba unakuta kwamba una flow kwenye maombi. So nikawa najiuliza, I was among those people ambapo ulikuwa kwanza nikija lazima niabudu, nisifu, ile connection ikiwa. Sasa nikawa najiuliza, kwani kuna wakati ambapo namwacha Roho Mtakatifu? Wakati ambapo naacha Roho Mtakatifu nafanya mambo yako, si ndio? Ndio sasa ule ushirika hauko. Wewe ulikuwa kwa ushirika wako. Mtu ambaye ana ushirika na Roho Mtakatifu ana hiyo uwepo kila wakati. Haleluya. Ana uwepo huo kila wakati. Haleluya. Na wakati ambapo uwepo wa Mungu uko katika maishani mwako kila wakati, every time, na kwamba kuna uwepo wa Mungu katika maishani mwako, then let me tell you, decision zote ambapo utakuwa ukifanya ni za kiungu. Haleluya. Decision zote ambapo utakuwa ukifanya ni za kiungu. Haleluya. So which means ya kwamba zikiwa za kiungu zimepiwa rubber stamp kutoka mbinguni, na wakati ambapo zinafanyika result zinatokea, si negative result, ni positive result. Yaani uko nazo every moment, every time, haijalishi uko wapi, ukitupa wapi, Mungu yuko. Haleluya. Yesu wakati ambapo alipotoka kubatizwa, Biblia inasema kwamba akapelekwa na Roho Mtakatifu. Akampeleka wapi? Jangwani. Haleluya. Akapelekwa jangwani na Roho Mtakatifu, hakujipeleka. Yesu hakujipeleka jangwani. Hapana. Baada ya kubatizwa, Roho Mtakatifu amekuja, ametawala, akamwelekeza jangwani. Haleluya. So alipokuwa akienda jangwani, alikuwa na assurance, nina Roho Mtakatifu, nina nguvu. Biblia inasema kwamba kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume ya kwamba tutapokea nguvu. Hello. We shall receive power when the Holy Ghost has come upon us. Amen. So wakati ambapo Kristo, Roho Mtakatifu alipokuja, alipokea zile nguvu za Roho Mtakatifu, akawa na uhai.
kwamba church, we need not kuwa na wagonjwa katikati ya kwetu. Kama kuna Roho Mtakatifu anahudumu kwenye hilo kanisa, haleluya, amechukua ushukani. Sasa magonjwa na Roho wa Mungu kuna ushirika gani? Mungu alipokuumba kuna magonjwa yalipatikana kwa mwili wako. Kulikuwa na viini vya magonjwa vya aina yote. Si ulikuwa mzima? Haya magonjwa yamekujaje? Hizi viini zimepatikana namna gani kwenye mwili wako? Halo? Ninasema hivi kwa sababu nina testimony. Bwana asifiwe. I thank God. Nashukuru Mungu. Nina over 30 years sijai kanyaga hospitali. Na sijai nala nimejikojeka. Never. Yeah. Na hiyo ilikuja baada ya kupewa mtihani wa kupita. Hallelujah. Kuna magonjwa yalinivamia from nowhere. I didn't know nini imetokea. Kumbe it was a test. Na sikuwa najua. Na I decided not to tell anybody. Nikaenenda nikamwambia Mungu, unajua chembe za damu yangu. Unajua kila kiungo. Hakuna daktari nitaenenda alishughulikie. Kama ni kufa, Lord, let me die. But I'm not going to hospital. I trusted God. Watu wangeniona natembea kwa cause maisha yangu iko somehow different. Mimi ni mimi tu mwenyewe. Unless ukuje karibu ndio utajua mimi. Lakini kama mimi ni mimi tu. Utakuta nikifanya uamuzi kama nikiamua kwenda kule nitaenenda tu huko. Hallelujah. Lakini nina sober mind kwa sababu Mungu, ninajua Mungu ambaye ameniokoa. So katika Yohana niligojeka. Nikasema no. Kama hospitali ziendi. Thank you. Madaktari. Yeah? Mimi na hospitali. Mimi na tembe. Mimi na matembe hizo sama hata sijui kichwa inanigonga ninakimbilia tembe. Warifu. Najua msaada wangu natoka wapi. Hallelujah. Najua Mungu aliyeniumba. Na hivyo nikamwambia Mungu. Next day ikafika usiku saa 7 usiku. Ilikuwa saa 7 saa 6. Nikahisi joto limenikujia mwili mzima. Following morning nilikuwa nimepona totally, and from that day to date sijai kanyaga hospitali. Sijai. Yaani kila ambacho ninataka kukuambia ni nguvu za kumjua Mungu wako. Hallelujah. Nguvu za kumjua Mungu unayemwabudu. Kama ni Mungu wa hili neno. Hallelujah. Kama ni Mungu wa hili neno. Yohana 13 mstari wa 3. 15 mstari wa 3. Yesu aliwaambia wanafunzi wake kwamba mmekwisha kuwa safi kwa lile neno ambalo mmelisikia. Hallelujah. Kwa lile neno ambalo mmelisikia, mmekwisha kuwa. Umepata mahali hapo? You are already cleansed. Hallelujah. Because of the word I have spoken to you.
Si hilo ni kwani tumekuja kuamini nini? Umekuja kuamini pastor? Mchungaji? Wamekuja kukuamini? Mimi usiniamini. Kosa hakuna chochote naweza kufanya. Liamini hili neno la Mungu. Haleluya. Liamini neno la Mungu. Kristo akawaambia wanafunzi, mmekwisha kuwa safi kwa lile neno ambalo mmelisikia. Hilo neno pekee yake la Kristo linakuponya, linakukleanse. Ndio unakuta kwamba Yesu kwenye kitabu cha Deuteronomy na Mathayo, kwa kwenye Deuteronomy na Mathayo, Biblia inasema kwamba mwanadamu hataishi hautaishi tu kwa mkate, hautaishi tu kwa chakula, ila kwa kila neno litokalo kwa kinywa cha Mungu. Kwa kila neno litokalo kwa kinywa ambacho ni cha Mungu. Wapendwa, jichukue, fanya bidii, fanya ukakamavu ya kwamba let the word of God be your bread every morning, every day. Hallelujah. Kula hili neno. Wewe ukula hili neno katika maishani mwako, hautakosa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Hili neno lina nguvu la kukuondoa. Maana mimi nimeona likiniondoa. Hallelujah. Halo. Kama kuna mtu alikuwa amewahi kuwa maskini wa mwisho, zimi. Halo. Maskini? Why? Kile ambacho kilikuwa nguo zangu zenye zilikuwa za maana ni sare za shule. Halo? Lakini wakati ambapo nilikuja nikajigundua na nikaanza kufuatilia maandiko, hayo maandiko ndiyo yamenitoa katika hizo viwango. Haya maandiko yamenitoa. Mungu amenitoa katika hizo viwango. Haleluya. Bwana asifiwe. Na Bwana Mungu akanibariki. Hata kama sijafikiria kile kiwango ambacho kinahitajika, lakini nikiwaza kule nilitoka na kule ambako niko afadhali. Haleluya. Bwana asifiwe. Niko afadhali. Ndio unakuta kwamba sitaki kufanya msaha na Mungu. Sitaki kufanya msaha na neno la Mungu. Afadhali, mpendwa, afadhali yani fanya msaha kwa vitu zingine, lakini upande wa kwangu ikifikia ni mambo ya Mungu, hapo tutakosana. Because I know mahali ambako Mungu amenitoa. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Na nimekuwa, and I thank God, kwa sababu maisha yangu imekuwa ni changamoto pia, imekuwa challenge kwa watu. Unakuta tu mtu anakuambia ya kwamba wokovu wako ni natural. Kuna wokovu natural? Naweza kosa kwenda kanisani. Halo? Naweza kosa kwenda kanisani. Naweza kosa kwenda kanisani miaka 2, miaka 3. But my relationship na Mungu, hiyo sitaondoa. Ushirika wangu na Mungu sitaondoa. Na hiyo ndiyo imenibeba, hiyo ndiyo imenipeleka. Hallelujah.
So Mungu anaposema kwamba tumkabidhi njia zetu. Haleluya. Mungu. Hilo neno sijui nataka likazingi katika moyo wako, kwenye akili za ya kwamba mkabidhi Bwana njia zako. Alafu mtumaini huyo Bwana. Alafu mambo haya yatatokezea. Haleluya. Haya mambo yatatokea. God si Bwana wa manadamu aseme uongo. Hicho ndio uzuri wa Mungu. Haleluya. Biblia inasema kwamba amelitukuza neno lake kuliko jina lake. Yes. Haleluya. Amelitukuza, amelinua neno lake kuliko jina lake. Kama Mungu, yani nataka uelewe ni jinsi gani ambapo Mungu ameliheshimu neno lake, ya kwamba afadhali neno lake litukuzwe kuliko jina lake. So kama Mungu amelitukuza neno lake, wakati ambapo unalifuata, unalitilia maanani hilo neno la Mungu, dini kila ambacho kinasemekana au kila ambacho kinakuja katika mawazo yangu ni ya kwamba Mungu ananenda kukutukuza. Kwa sababu kama amelitukuza neno na neno liko ndani mwako, unaliheshimu, unalitekeleza, unalitii. Haleluya. Ni nini ambacho kitazuia Mungu asikutukuze? Kama amelitukuza neno lake kuliko jina lake. Haleluya. Hilo neno linapozama katika moyo wako, kwenye akili zako, then kila ambacho unafuta rajini ya kwamba God anaenenda kukutukuza. Kutukuzi kwa sababu unaitwa vile ambavyo unavyojiita, hapana. Analitukuza kwa sababu ya lile neno ambalo liko katika moyo wako, ni neno lake. So anatukuza lile neno ambalo liko ndani mwako. Haleluya. Tunataka kanisa sisi si watu wa kuwa chini. Haleluya. We are not people wa kukanyagwa. Kama unajielewa. Haleluya. Kama unajielewa. Bwana Yesu asifiwe. Leo hii ni kama nasikia mhubiri fulani akisema ya kwamba kuna wakati ambapo wamishonari walienenda katika nchi ya China. Walipoenenda katika ile nchi ya China, wakapatwa kuna Wakristo ambako walikuwa, unajua China imetawaliwa na dini zingine na Biblia hata haitakikani. Haleluya. So hawa walikuwa wameshikwa kwa sababu ni Wakristo na wamefungiwa katika ya underground, wako chini, hawataki kuonekana, maana wataeneza huo ujumbe ambako wako nao. So huyu missionary akaenenda katika kile kikundi cha wale waamini wa neno la Mungu. Alipoenenda alikuwa na Biblia, mchungaji alisema kwamba alikuwa na Biblia 15 anataka kuwapeana. Alipoandika, kwa sababu missionary amenenda kuwaona na amebeba ujumbe wa Mungu. Alipopeana Biblia kwa wale ambapo alipeana, akasema kwamba tufunue kwenye kitabu, alisema kitabu cha Luka, sikumbuki chapter na verse. Alipopeana, watu wengine wakaangaliana nyuma. Yule mwingine akasema, akapeana Biblia nyuma. Huyo mwingine akachukua Biblia akapeana huko. Huyo mwingine missionary akashangaa. Akasema, kwa nini mnafanya hivyo? Wale walimwambia kwamba hayo maandiko unataka kusoma yako ndani mwetu, tunayaelewa, tunayafahamu, tunayafanya. So hakuna haja ya kusoma maana yako. Missionary akachanganyikiwa. Hawa ndio watu ambao nimekuja kuhubiri. Hawa ndio watu ambao nimekuja kusema nao. Kila ambacho alifanya yeye ndiye
piga magoti kwanza kumtafuta Mungu. Maana hajasoma neno la Mungu. Unaenda kwa watu wamesoma neno liko ndani mwake. Amen. So alipokuwa akitaka akimalizia, akawauliza, mnataka niwaombee Mungu kwani? Wakamwambia, tunataka uombe ya kwamba tuwe kama wewe. Missionary naye akawa na revelation nyingine tofauti. Akasema kwamba hilo ombi sitawaombea. Maana hata kwetu tunaso Biblia na mtu ana karibu version zote. Lakini hasomi. Sasa kama nitaombea muwe kama sisi hamtasoma. Ikawa ni challenge kwa missionary. Hallelujah. Kanisa sio hivyo. Ujumbe shwari uliniguza. Nikasema kwamba kweli hata mimi sijasoma Biblia. Hallelujah. Ndio maana Biblia inasema kwamba nyakati za mwisho Mungu ataandika neno lake kwa vipaji vya mioyo za wanadamu. Hilo neno likanijilia. Kasema, this is what the Bible says. This is what the Bible means. Ya kwamba wakati wa mwisho Biblia sitaondoka. Wakati ambapo upoondoka ni nini ambacho kibaki nacho? Lile neno ambalo litakuwa kwenye moyo wako, hilo ndio neno litakuokoa. Hilo ndio neno litakusaidia. Hilo ndio neno litakuweka huru. Hilo ndio neno ambalo utasonga nalo mbele. Hallelujah. Neno ambalo ni la Mungu. Lisiwe tu hapa, lakini liandikwe kwenye moyo wako. Hallelujah. Kama kutakuwa na kanisa ambalo neno la Mungu limeandikwa kwenye mioyo zao, hao ni watu ambapo watafanya maajabu. Bwana asifiwe. Hallelujah. Kwa sababu ya muda hata sijui nianzie nimalizie wapi. Romans 12:1 ambapo mnaelewa, sio? Umesoma hiyo? Warumi 12:1. Soma. Therefore, I urge you, brothers and sisters, in view of God's mercy, to offer your bodies as living sacrifices, holy and pleasing to God. Amen. The true and proper worship. Amen. Kwanza anaanza kusema kwamba I urge you. Hallelujah. Anawasihi. Paulo anaanza kwa kusema kwamba I urge you, brethren, brothers and sisters, offer your bodies as a living to who? Do we do that? Tunafanya hivyo? Huyu ni mwandishi amesema kwamba we offer. Kila ambacho tunafaa tupeane mili zetu kwake ni kwa Mungu. Hallelujah. Ya kwamba tupeane mili zetu kwa Mungu. Halo. Wewe umepeana mwili wako kwa? Wapendwa. Nani ana mwili? Nani ana mwili? Umepeana kwa?
And the Bible says we offer, not to give. Hallelujah. We offer, which means ya kwamba tutabaki na kuwa mwili, lakini tumeusalamisha kwa mtu. Hallelujah. Hallelujah. Bwana asifiwe. We offer our bodies to Christ Jesus as a living sacrifice. Yaani wakati ambapo unataka mwili wako ukawe kuna uhai, ni lazima upeane kwa Kristo. Wakati ambapo umepeana kwa Kristo, Kristo anapoingia, anapopata nafasi katika mwili. Wakati ambapo Kristo ako katika mwili wako, magonjwa gani yanapatikana? Halo, wale wagonjwa. You offered your body to Christ, who is a healer, who is a deliverer. Vini stangiali. Kristo atakuwa wapi na magonjwa yakae wapi? Halo. Kristo atakaa wapi? Corinthians 6 wanasema kwamba mili zetu ni hekalu. Chungaji anakaa, mili zetu ni hekalu la Roho Mtakatifu. So Roho Mtakatifu anakaa kwenye hizi mili zetu. Wakati ambapo Roho Mtakatifu yuko katika mwili wako, magonjwa yatakaa wapi? Halo. Ninakuta kwamba kuna tu vipepo zingine haufai hata kukimbia nazo. Unafaa kusidharau. By the way, homa inaponikujia kama wewe, mimi kila nafanya naenda naangalia mahali ambapo kuna kamlima, naanza mbio. Naanza nikitoka hapo nimesweat. That's the end of it. How? Mwili ambapo Roho wa Mungu anafaa kae. Mwili ambapo Roho wa Mungu anakaa, homa ikae, magonjwa yakae. How? Roho wa Mungu yuko? Hapana. Na kile anafanyia kwa sababu gani? Ni kumdharau shetani, ni kudharau ugonjwa, ya kwamba uko mahali ambapo haustahili kuwa. So kile ambacho unanizuia kufanya hicho ninafanya. Kile ambacho unanizuia kufanya hicho ndicho I regret. Ninaposikia mwamini wa Kristo anasema kwamba nimekosa ibada kwa sababu nilikuwa mgonjwa. I hate mjumbe kama huo. I hate. Sure. Nachukizwa. Ati umekosa nini? Umekosa kwenda mbele za Mungu kwa sababu yani unakubaliana na ugonjwa. Unakosa kwenda mbele za Mungu. Si afadhali niende kama nikukufia kwenye uwepo wa Mungu, nikufia hapo? Si nitakuwa na faida kuliko nikufie kwenye kitanda ambacho hakiwezi nisaidie. Ati uko na kahoma tu, hawezi enda kanisani. Si Mungu atusaidie. Mungu akituangalia na yani anasikitika. Halo? Mungu anasikitika. Wapendwa, ukose kwenda kanisani kwa sababu ya nini? Mchungaji, umekuwa na kesi kama hizo mingi.
Si watu wakombolewa kutoka leo. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Si ukombolewe tu. Kwa hilo yani hata hakuna haja ya kwenda kuomba. Hakuna haja ya kwenda kuomba kwamba Mungu, no. Fanya kinyume na kile ambacho shetani ameleta kwenye maisha yako. Hiyo utakuwa umemdharau na bado umemwamini Kristo. Then kila ambacho shetani anafanya hana budi kufanya nini? Kuondoka. Haleluya. Utakuwa umemrahisishia mchungaji kazi ya kwamba mapepo yamekufamia, unatafuta mchungaji. Halo. Tutamani kuwa na kanisa ambalo wanamjua Mungu ambako wanamwabudu. They know their God. They understand who their God is. The moment ambapo wana understand who their God is, then itakuwa na isha time. There is no way utakuja kuambia Mungu ya kwamba twende kanisani mapema, hakuna. And nimekuwa kwenye ibada, nimekuwa na watu ambapo hakika service ikianza utakuta nastaki pia nichelewa kwamba sasa ati mimi ni mchungaji niende kanisani mwisho, no. Najidiscipline ya kwamba better I be fast in the church. Mshirika nitangulie kwenda kanisani. Nataka nitangulie washirika kanisani wanapokuja, na hakuna siku wenyewe, hakuna mtu utaambia kuja mapema. Hiyo ni kumaliza wakati. I don't. Wewe kuja. Si wewe una shida zako. Halo? Wewe si una shida zako. Mimi sina shida zangu. Tunakuja kutafuta Mungu. Wacha shida zangu, sinipeleke kule kanisani mapema. Nikabiliane na Mungu. Na Mungu. Kama uko na comfort na shida zako, kaa nazo. Utasikia watu wakitoa ushuhuda. Wakati ambapo utasikia watu wakitoa ushuhuda, litakuamsha. Kuja kanisani mapema. Kuja kumtafuta Mungu mapema. Haleluya. Kujidiscipline na hiyo ndio kanisa kukua kiroho. Kuna makanisa ambapo yameanza miaka nenda miaka rudi, spiritual level ni the same. People are not growing spiritually. Kila ambacho kiko kwenye makanisa ni masengenyo na kuongea juu ya watu. Kuna types tatu ya mawazo. Ndio. Kuna 3 types of mind. Kuna weak mind, kuna subconscious mind, na kuna conscious mind. Hello? Weak mind? Weak mind kasi yake ni gani? People who are weak in mind. Hao ni watu ambapo wanakaa kuongea juu ya huyu, anaongea juu ya yule, anaongea juu. Yaani siku nzima hakuna kitu ya maana ameongea, ni kudiscuss kuhusu watu wengine. That's a weak mind. Toka huko. Bo. Ati mimi nikae leo naanza kudiscuss kuhusu. Benefit gani nimepata? Kanisa. Brother, nianze kukuongelea nyumba yako, watoto wako, nini tumeongea. Sasa hiyo ni nini? Usi ni utoto. Si tutoke huko. Hallelujah. Hiyo ni weak mind. Una discuss kuhusu mtu, una discuss kutoka nyumba huyu, unaenda kwa huyu, unaenda kwa huyu, siku imeisha, nothing you've done. Kila ambacho ungefanya kikufaidisha, hakuna kitu umefanya, umeongea juu ya watu. Watu wanafanya mambo zao akiendelea, wewe unabaki kula mshenye, si ndio? Naitanga mshenye. Au naitanga
kukula mdomo. Wewe tuko na watu kama hao. That's a weak mind. Hello? Subconscious mind. Subconscious mind ni wale watu ambao wanapenda kudiscuss events, vitu ambavyo vimefanyika. Hiyo ndio sasa, hapo ndio wameshinda. Hallelujah. Amen. Watu ambao wako na conscious mind, na hao ndio watu wanaenda mbali. Hao ndio watu ambao wanadiscuss issues. Issues na wanadili nazo. Hallelujah. Na wanapata tuwe watu ambao wako na conscious mind. Okay, hiyo ni topic kivyake. Hallelujah. Amen. Tukipata nafasi labda naweza ongea kuhusu hiyo. 3 types of mind. Alafu pia wanasema mahali iko. Unajua sasa weak mind iko wapi? Huku. Nyuma. Yaani mtu hataki kusikia na kujiuliza, umemuuliza swali rahisi. Lakini hataki kutafakari kuhusu hilo swali umemuuliza. Yeye anajibu lake control na kila mtu. Akili ametoa kitu. Weak mind. Ajali ya anyway, hiyo ni topic yake. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Si Bwana atusaidie tuondoke huko. Hallelujah. So wapendwa, kwa sababu ya muda na sitaki kuwachosha, situmalizie hapo. Hallelujah. Amen. Situmalizie hapo. Amen. Kuna mtu amebarikiwa? Amen. Amen. Kuna mtu amebarikiwa? It's good to be blessed. Kuna mtu amekuwa motivated? Hello? Kuna mtu amekuwa motivated? Alafu swali la mwisho. Ni nani amekuwa convicted? Yeah. Kwa sababu hizi ni vitu ambavyo ziko kwenye ibada. Blessings are there. Motivation is there. And conviction is there. Sindi ziko kwenye ibada. Na nani amechanganyikiwa? Sasa hizo pia ziko. Mchungaji, tusiwe tunasimama huku tunahubiri then tunajidanganya kwamba kila mtu amesikia. Kwa sababu I believe mtu amekuwa convicted. Somebody who has been convicted by the Holy Spirit. Mtu ambapo utaona results kwa maisha yake. Better you allow the Holy Spirit to convict. And there are people also, some churches zimejaa because watu wanakuwa motivated. And those people, hallelujah, maisha yake baadaye kutoka church reckless. Unless upate nafasi tena motivate. Sio kweli? Akitoka pale anyway, wacha tuachie hapo. May God bless us. Hallelujah. Bwana asifiwe. Amen. Hii topic ni ndefu. Unajua nilikuwa nimefanya research na hizo zote ni scriptures. Amen. Hata si hapo pekee. Kufikia huko. Nilikuwa nadhania kwamba I will get time then tuende kwa kujifundisha. Sitaki, naomba kwamba Mungu aniondolee kuhubiri. Sitaki kuhubiri. I need church ambapo ninafundisha.
Mungu anisaidie to teach the church, not to preach. Because preaching ndio ina hiyo hali ya motivation. Preaching mostly evangelist. Hello? Yeah? Evangelist? Yeah, hata mimi nimehuduma. Sio? Yeah. Lakini utaki ukae tu mahali pamoja. Kuwa kitoke evangelism au evangelist toa achia mtu mwingine. Tamani hivi au vyote viwe. Wakati ambapo uinjilisti unapokuja, wakati uinjilisti unakuja, tutaenenda Bwana. Kwa uwanja tutakuwa injili. Yeah. Sababu iko. Okay, tuweke miguu zetu. Hallelujah.